Hello everyone, kwa jina naitwa Dr. Mito Isaac, ni mtaalamu wa tiba asilia na tiba lishe nchini Tanzania. Na leo tutaangalia faida za ulaji wa matunda kwenye changamoto ya shinikizo la juu la damu. Unafahamu kwamba changamoto ya shinikizo la juu la damu huwa linaambatana na dalili za kuvimba miguu, changamoto ya kupata kizunguzungu, kupata maumivu ya kichwa, kuhisi unachoka muda mwingi, na mwisho wa siku inaweza ikaathiri hata figo yako ikapata matobo, maanake figo ikatoboka na kuathirika, au kitaalamu tunaita kidney failure, figo kufeli. Sasa kunaweza ukiwa na changamoto ya hypertension despite utaratibu wako wa matumizi ya dawa na kadhalika, unaweza ukapata faida kubwa zaidi sawa ya kutumia utaratibu wa matunda kama chakula, ambayo inaweza ikakupa faida kwenye maeneo tofauti tofauti. Matunda sawa ni chakula ambacho huwa kinatumika kwenye cases nyingi tofauti tofauti, na kwenye kesi hii ya shinikizo la damu unapotumia matunda kuna faida ambazo unapata. Number one, sawa, kwenye mfumo wako wa damu. Tunafahamu kwamba watu wengi ambao wanapata shinikizo la juu la damu yao pia kwa namna fulani inaweza ikawa ni nzito. Sawa, na ndio maana kwenye taratibu za kimatibabu kuna vipimo ambavyo wanashauriwa wagonjwa wenye changamoto ya shinikizo la juu la damu kuweza kufanya. Kipimo kama D-dimer ambacho kinaangalia uzito wa damu, blood viscosity. Sawa, kama damu yako inaganda au la. Kwa hiyo unapofanya hivi vipimo na kugundulika damu yako inaganda, kuna mifumo ya dawa ambazo unapewa, lakini kwenye upande wa lishe unaweza kuanza kuadapt kwenye fruitarian diet. Unapoanza kula matunda, faida za astringency ambazo zinasaidia damu yako kuanza kuyayuka na kuwa nyepesi, inaweza kusaidia damu ikawa inasafiri kwa wepesi ndani ya mishipa ya damu. That's number one, na kupunguza high possibility ya moyo kufanya kazi kwa spidi na kupelekea labda mapigo ya moyo kuongezeka, tachycardia, lakini at the same time inaweza ikapelekea secondary effect ya moyo wako kuanza kutanuka, cardiac hypertrophy. Okay? Sasa hiyo ni faida namba moja. Faida namba mbili ambayo unaweza ukaiona kwenye ulaji wa matunda, sawa, ni kuandago kitu kinaitwa vasodilation. Mishipa yako inaweza ikawa inatanuka. Unapokula matunda kuna baadhi ya kemikali, biochemicals maalum ambazo huwa tunazipata, zinaitwa nitric oxide. Nitric oxide ina faida kubwa sana ndani ya mishipa ya damu. Ndani ya mishipa ya damu kuna kitu kinaitwa endothelial wall. Sawa? Ni layer maalum ambayo ipo ndani ya mishipa ya damu ambayo inahitaji kwa wingi zaidi madini ya nitric oxide. Kwa unapopata nitric oxide kwa sababu ya ulaji wa matunda, inakusaidia kutanua mishipa yako ili damu iweze kusafiri kwa wepesi na kupunguza changamoto ya shinikizo la juu la damu kwenye mwili wote wa binadamu. Lakini faida nyingine ya kutumia matunda, una control kiwango cha protein kinaitwa homocysteine. Unajua watu wengi ambao wanakuwa na hii changamoto ya shinikizo la juu la damu huwa tunasahau, naweza nikasema, okay, kuangalia kipimo kinaitwa homocysteine. Homocysteine test inafanyika kwenye maabara nyingi. Okay, unapofanya kipimo cha homocysteine unapokuta imevuka level ya 15 kwenda mbele, maana yake unaweza kuwa na kiwango kikubwa sana cha hii protein structure inaitwa homocysteine au amino acid ambayo ipo kwenye mfumo wa damu, ambayo kwa kawaida inapokuwa inazunguka na damu yako kwa kiwango ambacho kimezidi, inasababisha vasoconstriction, mishipa ya damu kusinyaa. Inaposinyaa inaweza kapelekea hiyo condition ya changamoto ya shinikizo la juu la damu kuweza kuongezeka. Kwa hiyo adaptation kwenye ulaji wa matunda, moja, unashusha sawa matumizi ya vyakula vya vitoweo ambavyo vinaongeza methionine. Methionine ni amino acid ambayo inatokana na protein za wanyama. Unapokula nyama, na ndio maana watu wengi ambao wanakuwa na shinikizo la juu la damu, ukishapata pressure unaambiwa anza kuregulate ulaji wako wa nyama. Lakini despite zile athari nyingine ambazo unazipata kwenye kula nyama, mojawapo, unapokula nyama ikishameng'enywa inakuachia amino acid inaitwa methionine. Methionine ikienda kwenye ini inabadilishwa, inafanywa kitu kinaitwa biological transmutation kuweza kutengeneza hii amino acid nyingine ambayo inabakia kwenye damu, inaitwa homocysteine, ambayo inapoendelea kupita ndani ya mshipa wa damu ikiwa nyingi inasababisha vasoconstriction. Kwa hiyo ukirudi kwenye ulaji wa matunda na ukaacha vyakula vingine, automatically itaanza kukusaidia kuanza kupunguza kiwango cha homocysteine kwenye mfumo wa damu ambacho kinapelekea mishipa kusinyaa. Kwa hiyo ukija kwenye matunda utapata nitric oxide, mishipa inatanuka, unazidi kupata faida zake, maana yake shinikizo la juu la damu linaendelea kushuka. Okay, lakini faida nyingine ni kwamba unapokula matunda unapata hydration mwili mzima. Unaanza kusafisha mfumo wako wa taka, lymphatic system, lakini pia unaanza kuondoa uchafu ambao unaweza kuwa umeganda kwenye nephrons, kwenye figo, ambao inazuia uchafu wa lymphatic system kutoka. Kwa hiyo drainage ya lymphatic system inaporudi inaanza kupunguza ile fluid retention ambayo ilikuwa inatokea ndani kwenye mishipa, ambayo inaweza ikawa inasababisha mishipa yako inabana na kushindwa kufacilitate circulation, mzunguko wa damu ndani ya mwili. Kwa hiyo adaptation ya matunda itakupa faida nyingi sana. And yote haya unaweza kupata kwenye section maalum ya meal plan, inapatikana kwenye app yetu ya Kijani Asili kwa ajili ya msaada zaidi. Pia unaweza kupiga simu kwa ajili ya kupata matibabu. Karibu sana.